Ujambo ndugu mtazamaji, karibu katika kipindi chetu cha Ijue Shule Yetu, na mtangazaji wako ni Baraka George. Hivi leo tumetembelewa na mgeni kutoka chuo cha Makerere Uganda. Huyu ni mgeni ambaye amesoma katika shule ya Ukonga Skillful. Mgeni, labda pengine watu wangependa kufahamu historia yako kwa ufupi na pengine ulitokea wapi kabla ya kujiunga Ukonga Skillful. Karibu. Mimi naitwa Mick Martin Mhina. Nilikuwa mwanafunzi wa Ukonga Skillful mwaka 2023 2024. Nilisoma pale kwa muda wa mwaka mmoja na nikaweza kumaliza elimu yangu mahali pale. Kabla sijafika Ukonga kwa mwaka 2023 nilikuwa mkoani Arusha. Nilikuwa nasoma masomo yangu ya advanced level katika course ya EGM. Nikiwa nasoma vile nilipata shida ya afya kidogo, lakini yote yalienda kwa usawa na nikashindwa kumaliza elimu yangu ya sekondari ya advance. Kwa hiyo nikarudi Dar es Salaam kwa ajili ya kupumzika na kwa ajili ya matibabu zaidi. Ndipo baba yangu akanishauri nikasome shule kulia au nikatafute shule sekondari ambayo ndio nilienda Ukonga Skillful. Nilipofika Ukonga Skillful nianza masomo yangu. Japokuwa sikuwa nimependa sana kusoma shule huria, lakini ilinilazimu kusoma na niliona faida yake baadaye. Sikuona wakati naanza faida yake wakati naanza kusoma Ukonga Skillful. Miki, kwa sababu nimesikia umesema ulikuwa haupendi kujiunga katika shule huria na imetokea ukajiunga na shule ya Ukonga Skillful. Matokeo yake yalikuwaje? Labda pengine watu wangependa kufahamu ilikokuwaje. Baada ya kuanza kusoma Ukonga Skillful, nikasoma vizuri, nikamaliza, nikapata division nzuri ambayo ilikuwa ni faulu economics, ni faulu mathematics na ni faulu geography. Namshukuru Mungu kwa yote hayo ambayo Mungu amenitendea. Na baada ya hapo nikachaguliwa kwenda katika chuo cha TIA, Tanzania Institute of Accountants, ambayo nilifanikiwa kusoma hapo. Baada ya kuingia katika chuo cha TIA semester ya kwanza, mwaka wa kwanza, mwaka 2025, nilifaulu sana, nilipata GPA nzuri, GPA ya 5, ambayo nilifaulu masomo yote kwa A. Kwa hiyo chuo wakaona kwamba hii ni hazina, kwa hiyo nisibaki pale chuoni, nitengeneze mpango niweze kwenda Makerere University. Nilipofika kule Makerere University nilifanya mtihani na nikafaulu vizuri sana, nikawa the best one, na nilifaulu katika masomo ya business, mathematics and statistics. Lakini nimejaribu kusikia na masomo ambayo umefaulu ni masomo yale yale ambayo ulikuwa unayasoma ukiwa Ukonga Skillful, kwa sababu nimeangalia chuo cha TIA lakini pia chuo cha Makerere nacho pia matokeo yamekuwa ni yale yale. Vipi? Hapana shaka Ukonga Skillful walikujengea msingi mzuri sana. Nisingepata elimu ya kumaliza pale, labda nisingeweza kufika mahali nilipofika. Nilikuwa nimekata tamaa kulingana na afya niliyokuwa nayo, nilikuwa nimekata tamaa katika maisha. Lakini namshukuru Mungu kwa kuniwezesha kufika pale Ukonga Skillful. Nashukuru Ukonga Skillful, namshukuru Mheshimiwa Tabaro ambaye ni muasisi wa Ukonga Skillful kwa kuwa naona wa kuona ya kwamba vijana wanapaswa kusoma na vijana wanapaswa kutimiza malengo yao katika maisha yao ili waweze kuwa na ufanisi katika maisha. Miki, labda pengine utakuwa na neno lolote kwa kijana yoyote ambaye anakusikiliza kwa muda huu? Karibu sana. Vijana sasa hivi wamekuwa wakivuta bangi, vijana wamekuwa wana mambo ambayo ni machafu sana, wanajiuza. Vijana wamekuwa wana harakati mbalimbali, wizi, ujambazi. Hiyo yote ni kwa ajili ya kutafuta maisha. Lakini kama wangejua ya kwamba wanapaswa kupata elimu, ingekuwa ni jambo zuri sana. Kwa hiyo mimi nashauri serikali na wote watakaoisikia video ya kwamba shule huria ni shule nzuri sana, zinapaswa kuwekewa mkazo. Hata kama ulishindwa kusoma miaka ya huko nyuma, soma shule huria, ni nzuri sana. Usitafute sehemu nyingine ya kwenda. Ndio Ukonga Skillful, kuna watu sahihi watakusaidia kufika katika malengo yako. Wazungumziaje walimu wa Ukonga Skillful, kuanzia walivyokupokea katika siku ya kwanza, malezi yao kwa ujumla na vitu vingine? Nilipofika mwaka 2023 Ukonga Skillful nilipokelewa vizuri na walimu pamoja na wanafunzi wenzangu ambao niwakuta pale. Walimu ambao walinipokea vizuri sana pale, muasisi Tabalo, mkuu wa shule au tunasema coordinator Mr. Leni na walimu wengine walinipokea vizuri sana na walinionyesha njia sahihi. Lakini namshukuru sana na mwalimu wangu wa geography, aliinua spirit yangu ya kusoma tena mpaka nikaweza kufaulu. Na pia katika eneo la kiroho alinisaidia sana, katika eneo la kiroho na eneo hata la kimwili pia
katika kuweka akili yangu sawa psychologically, kwa sababu I was already being depressed, nilikuwa tayari niko, my faith was down, lakini Ukonga Skillful walinipokea na kunionyesha njia sahihi kwa kunipa elimu iliyo sahihi, mawazo yaliyo sahihi, ushauri ulio sahihi, na hata zile semina ambazo walikuwa wanaziandaa zimetuinua au zimeniinua mimi hatua moja zaidi. Lakini pia pengine mpenzi mtazamaji angependa kufahamu mazingira ya Ukonga Skillful kusaidiaje pengine ukaweza kufaulu? Mazingira ya usomaji katika Ukonga Skillful ni mazuri. Ni mazuri kwa kusema kwamba kuna asset ambazo unaweza ukazipata pale Ukonga Skillful. Kuna vitabu ambazo unaweza ukapata, kuna walimu ambao waliobobea na walioweza kuwa na au wenye ufanisi mzuri wa kufundisha hayo masomo, ambao ukiweka ukaribu nao sana wanaweza kukufikisha mbali. Hiyo ni asset mojawapo. Kama asset mojawapo ya wanafunzi au ya mtu kufaulu katika mitihani yake ni mwalimu. Kama mwalimu yuko vizuri kichwani na mwalimu yuko vizuri katika hilo somo, atamsaidia huyo mwanafunzi kufika. Kwa hiyo Ukonga Skillful hao walimu wako vizuri sana katika akili yao, saikolojia ya mwanafunzi wanaenda naye, awe ni mbaya awe ni mzuri, awe na maisha ya chini awe na maisha ya juu, wote aina yote wanafunzi wanawapokea na wanaenda nao vizuri. Pale kuna masomo mbalimbali, kuna masomo ya kompyuta. Unaweza ukajua kompyuta katika hali ambayo wewe mwenyewe huwezi kutarajia. Mwisho kabisa, unawaambiaje vijana ambao wamekata tamaa sasa hivi, amekata tamaa hapendi kujiunga na shule au kutokana na shughuli zake ambazo yuko nazo imebana, lakini imetokea tu hapendi shule? Unazungumziaje kuhusiana na hao vijana ambao wamekata tamaa? Kwa wale ambao wamekata tamaa, tunasema ishi mpaka ishi. Kata tamaa sio suluhisho la wewe kuweza kuendelea kukata tamaa, au wanasema kwamba ili uweze kufanikiwa baada ya kuanguka ni lazima uinuke na uweze kusonga mbele, pasipo kuangalia wanadamu, pasipo kuangalia ni hali gani ulionayo, pasipo kuangalia kitu chochote ambacho kitakachokuzuia. Kitu ambacho tunatakiwa kufanya ni kufanya maamuzi ya kusimama tena na kusonga mbele, huku ukimwamini Mungu wako, ukiamini ya kwamba anaweza tena kukuongoza, kwa sababu Mungu kwanza, mambo mengine baadaye. Kwa hiyo ukishamweka Mungu mbele na ukainuka ukafanya maamuzi ya kwamba nataka kusoma, na ukapata watu sahihi wa kuweza kutimiza malengo yako, kupata watu sahihi wa kuweza kusimama katika hilo lengo ambalo ulilonalo la kusoma tena, utafika mbali. Kwa hiyo ninakutia moyo wewe ambao umekata tamaa, usikate tamaa. Muda bado upo, na hata kama wewe umekata tamaa, hata kama wazazi wamekatia tamaa, lakini kuna watu ambao hawajakukatia tamaa. Ukonga Skillful ni ardhi yenye mafanikio. Ni ardhi ambayo inapokea watu wote waliokata tamaa na wanawaweka katika hali ya kuweza tena kusonga mbele na kufanikiwa katika maisha yao. Ninamshukuru sana kwa neno hilo ambalo lilinitia moyo, na mimi linanitia moyo sana, na linawatia moyo kwamba karibu Ukonga Skillful, ardhi yenye mafanikio. Ardhi inaweza kupokea mtu aina yoyote ambaye amekata tamaa katika hali yoyote. Nashukuru. Asante sana. Karibu sana katika studio zetu za Ukonga Skillful, na kutakia maisha mema na masomo mema huko Makerere. Karibu sana katika kipindi chetu. Naam, ndugu mtazamaji wa kipindi chetu, tumefikia tamati. Usisahau subscribe na like katika akaunti zetu za YouTube, TikTok ambazo ninaenda kwa majina ya Ukonga Skillful Open School. Asante sana na karibu sana.